mimi nimesimama kuwaomba viongozi na wanachama wote wa bajaji, wa guta, wa pikipiki kwamba ifikapo tarehe 19 tujitokeze kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ili pia aone anaungwa mkono na nyinyi, ni lazima mjitokeze kwa wingi. Deni la fedha hulipwa kwa fedha, lakini deni la wema hulipwa kwa wema. Kama rais amewaangalia, amesikia kilio chenu, na yeye amefanya mambo kupitia Wizara ya Fedha, nina matumaini makubwa kabisa na nyinyi hamtababaika, badala yake mtamuunga mkono. Kumuunga mkono ni nyie kujitokeza kwa wingi kumpokea atakapofika tarehe 19 pale Kigongo Busisi, tarehe 20 mradi wa maji wa Butimba asubuhi, lakini mchana na mimi nafanya mpango ili ujumbe wenu ufike, ikiwezekana na nyie wa pikipiki pale uwanja wa CCM Kirumba tarehe 20, ambako atazungumza na sungusungu zaidi ya 30,000 wa mkoa wa Mwanza. Ikiwezekana na nyie mpite mbele yake kumuonyesha kwamba mnamuunga mkono, lakini pia yaliyojadiliwa bungeni mnayaunga mkono. Kwa hiyo mipango ikiwa mizuri, na nyinyi mtashiriki ili rais aone ujumbe wenu kwamba yale ambayo yanafanywa na serikali yake na nyinyi kundi hili kubwa kabisa mmeyapokea vizuri kupitia Wizara ya Fedha na kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jana tulimpokea Mheshimiwa Rais na nyie mlijitokeza kwa wingi, niliona pikipiki nyingi, bajaji, guta. Kwa hiyo ninawashukuruni sana. Mwanza imeendelea kuwa ni kinara kwa mikoa ya Tanzania pale anapokuja rais na ujumbe wake kujitokeza kwa wingi kwenye mapokezi mazuri. Hongereni sana. Kwa hiyo ninawashukuruni, endeleeni kushirikiana na serikali, na mimi mkuu wa mkoa nitaendelea kushirikiana na kundi hili kwa sababu ninafahamu ni kundi kubwa, kundi muhimu, lakini wajibu wa serikali ni kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya wafanyabiashara, kwa ajili ya vijana kuweza kujiajiri, kwa sababu serikali haiwezi kuajiri watu wote. Hapa Mwanza tuko 3,600,000. Tutatoa ajira ngapi serikalini? Haiwezekani. Lakini nyie mliojiajiri hamtakiwi kukatishwa tamaa. Ndio maana serikali inapunguza kila siku ili nyie mpate mazingira mazuri. Lakini mwisho tuimarishe amani. Hakuna mbadala wa nini? Wa amani. Lakini amani ikitoweka, miongoni mwa waathirika wakubwa ni pamoja na kundi lenu nyinyi. Sasa watu wengine tunapoyasema haya wanasema msitutishe, amani ipo kwa sababu Mungu kaamua. Kwani hizo nchi nyingine Mungu hayupo? Narudia, kwani hizo nchi nyingine zimemkosea Mungu? Hapana. Misingi ya amani ilijengwa na enzi ya serikali ya baba wa taifa. Lakini viongozi waliokuja, miongoni mwa kazi waliopewa ni kusimamia amani. Miongoni mwa kazi waliopewa ni kusimamia katiba. Miongoni mwa kazi waliopewa ni kusimamia haki za Watanzania, kila mtu apate haki yake. Lakini kwenye haki lazima tutimize na nini? Wajibu. Kwa hiyo haki yetu sisi, lakini pia tutimize wajibu wetu. Kwa hiyo baada ya maelezo hayo, niwashukuruni tena, niwaombeni kajipangeni, tumpokee rais, na atakapoondoka aseme Mwanza amepokelewa kwa staili na heshima inayomfaa. Vijana oye! Oye! Mwanza oye! Oye! Bajaji oye! Oye! Guta oye! Oye! Asanteni sana.